Mola wako, waite watu katika njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mema. Nao wanatakiwa kuitiwa kwa hekima na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Kisha wajadiliane nao kwa namna iliyo bora. Endelea. Sio kwa kutukana dini yao, sio kuwatukana wao au kutukana dini yao. Sio kuwatukana wao ama kutukana dini yao. Kumbe Qur'ani inaonyesha Waislamu ya kwamba kwanza wanatakiwa kuita watu walio kinyume na dini yao, nao ni Wakristo. Kama wamewaita ni kuwaita kwa mawaidha mema, wajadiliane nao vizuri sana, si kwa kuwatukana wao au kutukana dini yao. Msomaji endelea. Inaendelea kusema hivi, kwa njia hii huwezi kumvuta mtu. Ndiyo. Hakika Mola wako ndiye anayemjua aliyepotea katika njia yake, naye ndiye anayewajua walioongoka. Basi tumesikia njia ya Qur'an gizi imepitia na kusema ya kwamba Waislamu wanawaita watu wapate kujadiliana nao kwa mawaidha mema, si kwa kutukana wao ama kwa kutukana dini yao. Ndiyo maana leo tumekuwa na majadiliano kati yetu na Waislamu ili tupate kujadiliana kwa kusikilizana vizuri. Na muhadhara wetu huu unatakiwa uwe na sheria, na mtu atakayepita nje ya sheria hizi inaonekana ya kwamba atakuwa ameenda kinyume na njia ambazo tutazipitia. Na kuwa hapa na aina tatu za nne ambazo tutaziendea za sheria. Wanatuambia kwamba kila mtu anaruhusiwa kuchagua dini au imani na uhuru wa kukubalisha dini. Ya pili nasema kutangaza dini ni uhuru kwa watu wote na ibada za dini. Kama wewe ni Muislamu, tangaza dini yako kwa uhuru, na Mkristo kwa uhuru. Wanasema maneno ya husuda, utukanaji na keleji haviruhusiwi katika mjadala. Kwa kutukanana, hiyo ugomvi katika mjadala haviruhusiwi. Kama wewe utaonekana na kusema ya kwamba wewe unaanza kuingiza mambo hayo, hakika wewe utaonekana umeingia kinyume na mjadala wetu. Ya kufuata ni kwamba ni lazima kuheshimu muda uliotolewa kwa mkula, ikitokea kinyume unasimamishwa. Muda unapofika wako wewe mhadhiri ambao umekwisha, wamekusimamisha, simama bila kuendelea. Usiseme watu hawajaelewa. Anayeelewesha ni Allah. Qur'ani imesema, si mwanadamu. Wewe zungumza yale ambayo unazungumza, uache Allah aeleweshe watu wake. Ndio maana kabla sijaanza mada yetu na kumpandisha mwalimu wangu, hivi tunyenyekee sote kwa ombi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalati walayhi wasalam wa ala alihi wasalam. Abana ladhi fi samawati liyatakadasi ismuka liyati malakutuka litakunu mashiatuka ala ardhi kama hiya fi samai hub sana kafafana autina liyauma wa khafi khilafnu zunubahnu kama nakhafihnakhnu lilimsini bila ila inna waltadkhilna fi tajriba lakini najina mina shiriri liana laka walmuku walkuwa walmajidi illa nabadi. Amin. Basi mwalimu wangu, nakukaribisha ili upate kupitisha mada yako, na ina imani ya kwamba Waislamu tunatakiwa kuwa makini, watulivu, na Wakristo vivyo hivyo. Karibu mwalimu. Mada: je, Yesu ni Mungu? Shukran sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mwenyezi Mungu ipawe kuwa na ninyi nyote ambao tunaanza mijadala yetu siku ya leo. Sijui ni dakika ngapi ambayo tutaenda. Na kwa ndugu zangu maadui kiimani lakini marafiki kibinadamu, Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au tunapokuwa tunaingilia katika kujifunza maandiko matakatifu, nashukuru sana Mungu kwa sababu jana tuliona mada ambayo imetuonesha ya kuwa Yesu alikufa kwa ajili yetu, na Muislamu akatoa andiko linaloonesha ya kuwa alikuwa kwenye msalaba, sasa akashushwa chini,
na tukaona ya kuwa kumbe Allah ni mbabaishaji. Na ama badala ya kuona hayo, tukathibitishwa katika Qur'ani 3:55 ambayo ilionyesha ya kuwa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffiyuka wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'alul ladhina tabauka fawqa ladhina kafaru. Na tulipokuwa tumesoma andiko hili, tukadhibitisha ya kuwa Yesu alikufa kwa idhni Mwenyezi Mungu alisema. Sasa siku ya leo tunataka tudhibitishe kitu kingine, ya kuwa huyo Yesu aliyetufia sisi ni Mungu. Na kwako wewe ambaye una akili timamu, uchunge hoja namna zitakazotokea na namna mwalimu wa upande wa pili atakavyoonyesha hoja kulingana na imani yake. Ndio maana leo kuna kitu tunaita kukuru kakara, ili tupate kuelewa, je, Yesu ni Mungu? Na hili usizani ya kuwa unaweza kulielewa kama hujaelewa Biblia imeandikwa kwa mfumo upi. Sababu Biblia inapozungumzia Yesu inamzungumzia kwa aina mbili. Kwanza nianze kueleza, sababu nikianza na hujui nataka kusema nini, utadhania umeelewa, kumbe umelewa. Na baadhi ya Waislamu wataona kuwa wameelewa, kumbe wameelewa mahoja ambazo tunatumia, na wataanza kuzungumza kwa jazba au wataleta fujo kwenye mihadhara. Ndio maana leo nataka tuwe watu watulivu sana, sababu Mtume angali anaita, anasema abu au tauba maftuha, mlango wa toba uko wazi. Ikiwa umekubali na kukutana na ukweli hapa, badili msimamo wako na uje kwa nani? Kwa Yesu. Sasa unatakiwa kujua Yesu kwa aina mbili aliyokuwa nayo. Yesu kwanza alikuwa ni mtu kwa 100% na alikuwa ni Mungu kwa 100%. Sasa kuna baadhi ya wale watakuja zungumza Yesu kwa 100% ya kimtu na kumsahau kwa 100% akiwa amekuwa ni Mungu. Na sisi masikio yetu ni ruksa kusikiliza, au mdomo hauna kazi kuelewa. Ndio maana ukisikia anazungumza kulingana na mtu au utu wa Yesu, msikilize tu. Na kama atazungumza kulingana na uungu wa Yesu, msikilize tu, kwa sababu ni ruksa na sio malipo. Yesu alikuwa ni mtu na alikuwa ni Mungu. Najua atapitia hapo, ndio maana nimeanzia pale. Kumjua Yesu kwanza ni kitu ambacho si kitu kirahisi hivi. Kolosai 2:2. Sababu sio kila mtu anaruhusiwa kumuelewa Yesu Kristo ikiwa hajampokea katika maisha yake. Na utakapompokea ndipo utaanza kumuelewa, kwa sababu Yesu ni siri, na sisi ndo tunajua siri hiyo, sio Waislamu. Ndio maana wametuita tuweze kuwafundisha ya kuwa Yesu ni Mungu. Tusome katika Wakolosai 2:2 tuangalie Yesu, je, ni siri ya nani? 2:2 kitabu ya Wakolosai kwa inaandika nini? Ndio inasema, ndio, ili wafarijiwe mioyo yao, ili tuweze kufarijiwa mioyo yetu, wakiunganishwa katika upendo, tuunganishwe katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, ili tuweze kupata utajiri na kufahamu, wapate kujua, ili tupate kujua nini sasa? Kabisa siri ya Mwenyezi Mungu. Siri ya Mwenyezi Mungu. Hapa kuna nini? Siri ya Mwenyezi Mungu. Na siri ya Mwenyezi Mungu ni nini? Yaani nani? Yaani nani? Kristo. Kumbe Kristo ni siri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na kama wewe huna Kristo utamkubali au utaelewaje siri ya Mwenyezi Mungu? Ndio maana anasema siri ya Mwenyezi Mungu ni nani? Ni Kristo. Ni Kristo. Na sasa kama siri ya Mwenyezi Mungu ni Kristo, huwezi kukaa kuelewa Kristo kama hujampokea katika maisha yako. Ndio maana tunataka tuelewe, je, Kristo alipokuwa katika mwili alikuwa ni Mungu? Sababu watu wadhani ya kuwa hakuwa ni Mungu. Kwanza tuanzie kwenye Yohana 1:1 tuweze kuona, je, Yesu atakuwa ni Mungu?
Kitabu ya Yohana 1:1 inasema hivi. 1:1 inasema nini? Hapo mwanzo kulikuwako neno. Kwanza hapo mwanzo kulikuwa nini? Kulikuwa neno. Neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Naye neno alikuwa ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Sasa ule neno tutakiwa tujue ni nani. 14 nasema hivi. Ndio. Naye neno alifanyika mwili. Sasa huyo neno aliyekuwa Mungu akafanyika nini? Akafanyika mwili. Ili apate kwenda wapi? Akakaa kwetu. Akakuja kukaa kwa nani? Kwetu. Ili afanye nini? Nasi tukauona utukufu wake. Aweze kuonesha utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee. Utukufu kama wa mwana pekee. Atokaye kwa Baba. Atokaye kwa nani? Kwa Baba. Kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Amejaa neema na nini? Na kweli. Na kweli. Kumbe Kristo amejaa nini? Neema na kweli. Na kweli. Na ikiwa Kristo amejawa neema na kweli na ni mwana wa nani? Wa Mungu. Mtoto wa mtu ni nani? Ni mtu. Na mtoto wa ng'ombe ni ng'ombe. Sasa mtoto wa Mungu atakuwa Mungu. Na ili upate kuelewa utatumia akili timamu, kwa sababu kuelewa kwa mtu kunatokea pale ambapo amependa elewa, na ikiwa hutaki kuelewa utabaki na imani yako, sababu hapa hatutumii kile ambacho tunaita husda. Najua kwanza Qur'ani imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu kama vile ninavyosema 43 mstari wa 3 Qur'ani Yakuwa inasema hii Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kufanya nini? Kuelewa. Na ikiwa Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kuelewa, tusome Qur'ani kwa lugha gani? Ya Kiarabu. Sasa utalitafutia Qur'ani 4171 na unabaki hapo kwenye Biblia Yohana 1:1. Nataka tuelewe kwa lugha ya Kiarabu Qur'ani inasema nini na Biblia inasema nini, ili tupate kujua, je, walimu wetu upande wa Uislamu wamesoma lugha au hawajasoma? Sababu wanaweza kuwa wakionyesha kibebi na kujisimamisha kuwa kwamba wanaelewa kile ambacho hawajakielewa. Tutasoma kwa Kiswahili tuelewe hapo neno moja ambalo naitafuta ili tuone kwenye Biblia. 171 inasema nini? Nami nasema hivi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Enyi watu wa kitabu. Kwanza anasema ahlul kitabu. Enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu. Pindukia mpaka katika nini? Katika dini yenu. Katika dini yenu. Kumbe kuna dini ya wanani? Ya wale waliopewa kitabu. Na kuna ahlul Qur'ani ambao ni wanani? Waislamu. Sasa sisi ambao ni ahlul kitabu tunatakiwa kuelewa kinachopatikana ndani ya kitabu. Sasa tuendelee na aya. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu, na msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli, ila yale ambayo ni kweli. Watakapokuja hapa wasizungumze uongo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na tunatafuta Masihi au yule Mwenyezi Mungu ni nani? Endelea na andiko. Masihi Isa bin Maryam, anasema Masihi ibn Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio, endelea. Na ni kiumbe aliyeumba kwa tamko lake, na ameumbwa kwa tamko la nani? La Mwenyezi Mungu. Sasa hapo inasema wakalmatuhu, au kutokana na neno la nani? La Allah. Kumbe huyu Yesu alikuwa ni neno la nani? La Allah. Na kwenye mwanzo tumesoma nini katika Yohana 1:1? Hapo mwanzo kulikuweko neno. Kumbe hapo mwanzo kulikuwa nini? Neno. Na neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Kile ambacho Mungu anakizungumza ni nini? Ni neno. Na neno likitoka kwa Mungu imekuwa ni nini? Imekuwa Mungu. Sasa anasema hivi katika lugha ya Kiarabu. Tusome Yohana 1:1, kitabu cha Yohana inasema hivi, sijui ni nani mashekh, sijui tunakushwa nini na vyombo. Inasema hivi, fil badahi kana kalmati, hapo mwanzo kulikuwa neno, wa kana kalmatu inda Allah, naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Allah. Alikuwa kwa Allah. Wa kana kalmatu lahi, naye neno alikuwa nani? Alikuwa Allah mwenyewe. Sasa kama naye neno alikuwa Allah, Qur'ani imehusika na kusema ya kuwa Yesu ametokana na nini? Na kalmatu.
na kalmatu kutokana na nini? Na neno. Kumbe neno la Mungu ni nani? Ni Allah. Na ikiwa neno la Mungu ni Allah, alikuwa kwa Allah na ina ni Allah. Na ndio kile ambacho unatakiwa ujue. Je, Yesu wewe ni Mungu? Tito 2:13 tuweze kuangalia, kwa sababu tunajua Waislamu wanasema Allahu Akbar. Unajua maana ya neno hilo? Inamaanisha Mungu mkuu. Sasa Mungu mkuu huyo ndo tunatafuta ni nani? Soma kitabu cha Tito 2:13, kitabu ya Tito kwa wenye kuandika, inasema hivi. Inasema nini? Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Kwanza tunapolitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo nani? Kristo Yesu. Yesu ni nani? Yesu ni Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu. Yesu ni Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu. Kumbe Yesu ndo nani? Ndo Allah. Utaki uelewe au usielewe, andiko ni andiko. Wanamwabudu Yesu hali ya kuwa wanapokuwa wanamwabudu Yesu pasi na kujua, ndipo tutakuja kuona kwa muhula wa pili sifa za ule au sifa za ni zipi, na ikitokea Yesu ana sifa au sifa moja ambayo Mungu au Allah nayo, atakuwa nani? Atakuwa ni Mungu, kwa sababu Mungu ana sifa ya nani? Ya Mungu. Ana sifa ya Mungu. Ndio maana tunasoma maandiko matakatifu kwanza tujue, je, huyu Yesu kwa jinsi ya mwili alikuwa na ukoo? Na watatumia neno hilo kusema ya kuwa Mungu hawezi kuwa na ukoo, kwa sababu kwa jinsi ya mwili alikuwa nani? Na wapatia point, sijui watatumia sababu watakapokuja hapa kwenye jukwaa na kuzungumza kitu ambacho hakina msimamo, watakuwa wanawakilisha nini? Kupigania dini, kwa sababu mtume ameambiwa piganieni nini? Dini yao. Na wanapopigania dini wanatumia nguvu ili waweze kuelewesha kinyume nani? Na maandiko. Wale watakaokuwa wameingia kwenye dimbwi za hiyo wanaamini, na ndio wanakuja kusilimu sasa. Na ndio maana tutaangalia ipi dini ya kweli kati ya Ukristo na Uislamu, badala ya kumjua ya kuwa Yesu ndo nani? Mungu. Tuangalie katika kitabu cha Luka 17:14 ili tuweze kujua, je, Yesu alipokuwa ameitwa Mungu alikataa? Kwa sababu kuna baadhi ya watu watakuja kuuliza na kusema tutoe andiko Yesu nani? Mungu. Sasa Yesu alipokuwa akiitwa na Mungu, je, alikataa? 17:14 kitabu ya Luka inasema, ndio, alipowaona aliwaambia, ndio, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Waambia wajionyeshe kwa nani? Kwa makuhani. Ili ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, wakatakasika. Na mmoja wao alipoona ya kwamba amepona. Sasa mmoja alipokuwa ameona amepona, akarudi kwa nani? Alirudi kwa Yesu huku akimtukuza Mungu. Akaja kumtukuza nani? Akaja kumtukuza Mungu, ndio, kwa sauti kuu. Alikuja kumtukuza Mungu ambaye ni nani? Ni Yesu. Kwa sababu Yesu ndo alikuwa amemponya. Sasa akaja akamtukuza nani? Huyo Mungu. Na alirudi kwa Yesu akamwambia na kumsujudu, kuonesha ya kuwa Yesu ni Mungu, kwa sababu watakuja kuonesha kulingana na vile wao wameelewa. Qur'ani 57 mstari wa 3. Tuangalie, je, Yesu ana sifa hata moja ya Mungu? Ili tuje kuangalia sifa hizo kwa muhula wa pili au raundi ya pili. Qur'ani 57 mstari wa 3 na Ufunuo 22:13. Qur'ani 57 mstari wa 3 na Ufunuo 22 mstari wa 13 inasema nini? Inasema hivi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Ufalme wa mbingu. Ndio. Mstari wa 3 unasema, yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Anasema yeye ndiye wa mwanzo na nini? Na ndiye wa mwisho. Na ndiye wa mwisho. Kuna yule anayeonyeshwa kuwa ndiye wa mwanzo na nani? Na ndiye wa mwisho. Na hii ni sifa ya nani? Ya Allah. Kumbe Allah ni wa mwanzo na wa nini? Na wa mwisho. Na wa mwisho. Ufunuo 22 mstari wa 10 na 22
Mstari wa 13 inasema nini? Na Mwisaya inasema hivi. Ndiyo. Mimi ni Alfa na Omega. Yesu anasema nini? Mimi ni Alfa na Omega. Alfa. Allah anasema nani? Yeye ni nani? Yeye ni wa mwanzo na wa mwisho. Kumbe Allah anaonesha nani? Anaonesha Yesu. Kwa sababu Yesu amesema mimi ndo Alfa na Omega. Aendelea na andiko. Yaani mwanzo na mwisho. Yaani mwanzo na mwisho. Allah amesema yeye, Yesu akasema mimi. Nani ameongea kidevu? Akiongeza na kuonesha nguvu kwake, kwa anajiamini sana. Ndio maana ukiwa Mkristo, furahia Ukristo huo, kwa sababu hakuna anayekuwa na urithi mzuri sana kama kuwa Mkristo. Ukiwa unaamini ya kuwa yeye Yesu ni mwana wa Mungu na ni Mungu kwetu. Yohana wa kwanza 5:20 na 5:20. Wa kwanza 5:20 inasema nini? Ili tuone kama watu wanaelewa au wanasikiliza au idhini ya dini au wengine wanabaki katika imani waliofundishwa pasina kusoma. Sababu ukiuliza hapa Waislamu hata mmoja hajawahi gusa Qur'an, lakini mimi ninayo kwangu. Naisoma wakati wowote na hata bila kuvuta hiyo janaba. Inasema nini? Nami nasema Yohana wa kwanza 5:20 nasema. Ndio. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu, tunajua ya kuwa mwana wa Mungu amekwisha kuja. Amekwisha fanya nini? Amekwisha kuja. Amekwisha kuja. Naye ametupa akili. Ametupatia nini? Ametupatia akili. Akili maana kama haujakubali Yesu huna nini? Huna akili. Endelea. Ya kwamba. Ndio. Ya kwamba. Ndio. Tumjue yeye aliye wa kweli. Tumjue yeye aliye wa kweli. Ndio. Nasi tumo ndani yake yeye. Sisi tu ndani yake yeye aliye wa kweli. Aliyekuwa ni wa kweli. Yaani nini? Yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Yaani sisi tu ndani ya mwana. Tuendelee na andiko. Huyo ndiye nani? Huyo ndiye nani? Mungu wa kweli. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Kumbe aliyekuwa ndani yetu Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiye nani? Ndiye Mungu wa kweli. Na yule ambaye hataelewa hana nini? Hana uzima wa milele. Na ikiwa huna uzima wa milele manake hutumia akili, kwa sababu anasema aliyekuja na akili ili aweze kuwa ndani yetu ni mwana wa Mungu, na huyu ndiye Allah Akbar. Watasikia wanasema subhanallah, 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 kwa sababu wanatumia idhni au kutumia matakwa ya dini yao pasina kutumia nini? Akili zao. Na aya inasema nini katika dini yao? Ndio tumeangalia sifa moja ya kwanza katika kupeleka mada ya kuwa Allah ni wa mwanzo na wa mwisho, na Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, ambaye ni mwanzo na mwisho. Warumi 9:5 inasema nini? Warumi 9:5 kitabu 9:5 Warumi. Kitabu ya Warumi 9:5 inasema nini? Kwa wenye kuandika inasema, ndio, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Kristo kwa ajili ya nini? Kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Na huyo aliye katika mwili ndiye aliye juu ya nini? Ya mambo yote. Ndio. Mungu na nini? Mungu. Yesu ni nani? Mungu. Basi muweze kubarikiwa sana inshallah, kwa sababu Yesu ndiye Mungu mwenye kuhimidiwa milele na milele. Tutaendelea kulitaja jina lake pale ambako tutafika, na Mungu atakapokuwa ametimilika atakuja kutulipa fidia yetu pale tunapopeleka imani hii inshallah. Amina.